wake Mwenyezi Mungu, Biblia yote kwa pamoja tunapata kufunzwa na wachungaji kuhusu maisha, tunapata kujengeka, na iwapo mioyo yetu ipo chini inapata kuinuliwa tena na imani yetu inapata kujengeka tena. Nama karibu katika kipindi chetu cha siku ya leo. Kumbuka mpenzi mtazamaji, unaweza kuzungumza pamoja nasi kupitia mitandao ya kijamii ya YouTube, Mwangaza TV Kenya, Mwangaza wa Neno FM, na bila kusahau Keheo TV, na pia unaweza kuzungumza pamoja nasi kupitia kurasa zetu za Facebook Mwangaza TV, Keheo TV pamoja na Mwangaza wa Neno FM, au kupitia 22914 na 22913. Tunahakikisha kuwa tumesoma jumbe zako, tumeweza kusikia maoni yako na yale ambayo unanena pamoja nasi. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, tu niruhusu tu niweze kupisha mchungaji ili akaweza kuchukua zamu na akaweza kutuongoza katika neno lake Mwenyezi Mungu. Karibu sana mtumishi. Thank you very much ndugu yangu Kariba. Mungu akubariki sana kwa sababu ya utangulizi ulio mwema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji, msikilizaji mahali popote ulipo, na kusalimu na salamu za Yesu Kristo, nikijua ya kwamba Mungu amekuweka imara, Mungu amekurausha vyema, Mungu amekutia nguvu ndani ya misuli, ndani ya nyama, ndani ya mifupa. Ninajua ya kwamba Mungu amekusimamisha tena asubuhi ya leo akiwa na mipango iliyo sawa sawa juu ya maisha yako. Kwa hivyo tunakukaribisha sana katika neno la uzima siku ya leo. Wewe ulipo hapa Kenya, wewe uliko kule ng'ambo, walio diaspora, walio kila mahali, tunawaalika leo katika neno la uzima. Maana ninajua ya kwamba kitu kimoja, kwamba neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Kile Mungu aliongea jana sio kile ataongea leo. Kila siku na mipango yake. Kwa hivyo siku ya leo tunawakaribisha kwa sababu tunajua ya kwamba kupitia hili neno Mungu anaenda kubadilisha maisha yako, Mungu anaenda kukuinua, Mungu anaenda kutenda maajabu katika jina la Yesu. Kwa hivyo mahali popote ulipo, kama uko na nafasi tuweze kuomba, kwa sababu ni lazima tuanze na Mungu, na tukitangulia na Mungu mambo yote itakuwa sawa. Kwa hivyo tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Ndio Bwana. Tunakuinua, tunakutukuza, tunakupa sifa. Yes. Tunasema sisi ni watoto wako, na sisi hakuna chochote tunakiweza bila wewe Bwana. Yes. Asanti kwa sababu ya neema ambayo umetutunuku asubuhi ya leo. Dio. Asanti kwa sababu ya upendo siku ya leo. Yes. Asanti kwa sababu ya kibali siku ya leo. Asanti Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutusimamisha imara siku ya leo. Asanti kwa sababu ya kutupatia siku iliyo njema. Yes. Asanti kwa sababu Mwenyezi Mungu, yes, Baba yangu, umetufanya tuone hii siku. Yes. Kwa sababu uko na mipango mizuri ndani ya maisha yetu. Tunasema jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe. Yes. Uinuliwe na taumidiwe milele katika jina la Yesu. Yes. Mwenyezi Mungu, tunajua ya kwamba Baba yangu, wewe uko tayari kutuondolea yule ako na giza, unamuondolea giza. Yes. Yule Mwenyezi Mungu amefika ukingoni, uko tayari Mwenyezi Mungu kumpatia njia. Yule Mwenyezi Mungu anasikia kwamba hana nguvu za kuweza kuendelea, Mwenyezi Mungu unaenda kumtia nguvu asubuhi ya leo. Yule anasikia kwamba ni mgonjwa ndani ya mwili wake, yes, Mwenyezi Mungu wewe ni Mungu mponyaji. Yes. Unaenda kushuka na kuponya maisha yake siku ya leo. Kuna mtu anasikia kwamba hata kazi hawezi akaifanya. Kuna mtu anasikia kwamba hawezi akaendelea na maisha. Kuna mtu anasikia kwamba sasa amefika mwisho wake. Mungu wa mbinguni, wakati binadamu amefika mwisho, wakati huo ndio huo unaanza na yeye. Ninatumaini siku ya leo ya kwamba unaenda kuachilia neema mpya. Unaenda kushuka na nguvu mpya. Unaenda kuleta uponyaji mpya. Unaenda kuleta kibali mpya. Unaenda kuleta ushindi mpya katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mwenyezi Mungu, tunajua kwamba wakati mwingi Baba Mungu wetu pengine tunaenda kinyume na wewe. Tumejilete mahali hapa mkononi mwako Mwenyezi Mungu. Tukiomba tu utusamehe dhambi na makosa kama binadamu Mwenyezi Mungu. Wakati mwingi tunafanya kinyume na tunaenda murama na mapenzi yako. Tunaomba ukatutakase kwa damu ya Kristo. Takaza mioyo yetu, takaza roho zetu, takaza nafsi zetu Mwenyezi Mungu. Takaza njia zetu Mwenyezi Mungu. Lainisha njia zetu Mwenyezi Mungu. Tusaidie, maana hatuna nguvu na hatuna uwezo katika jina la Yesu.
Mungu wetu mwenye nguvu na mwenye uwezo, ndio Bwana, hatuwezi tukakosa kumbuka nchi hii yetu ya Kenya. Yes. Tunakabidhi Kenya mikononi mwako. Yes. Kenya ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu unaipenda. Yes. Nasi Mwenyezi Mungu tunafurahia kuwa Kenya. Dio. Maana sisi hatuna Kenya ingine. Yes. Na hatuna nchi ingine ya kujivunia. Dio, Mungu wangu, tunakabidhi hii nchi mkononi mwako. Yes. Tunaiombea baraka na kibali. Yes. Tunaomba ushindi wako na nguvu mpya. Yes, tunaomba amani katika kila mipaka ya nchi yetu ya Kenya. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yes. Tunaombea uchumi wa nchi hii Bwana. Yes. Ukanawiri na ukaendelea katika Yes. jina la Yesu Kristo. Yesu mwana wa Mungu. Yes. Hatuwezi tena tukasahau ya kwamba Yes. Mwenyezi Mungu umetupatia chakula kila mahali nchini. Yes. Kila mahali tunatembea. Yes. Kuna chakula kimejaa Mwenyezi Mungu. Asante Miaka Bwana. 3 hivi Mwenyezi Mungu kulikuwa na kiangazi Jehova. kibaya sana. Lakini saa hii chakula ni kingi. Yes. Tunakushukuru kwa vile umefanya. Ndio, Tunakushukuru kwa mvua ulitupatia. Yes. Tunakushukuru kwa mazao mazuri. Ndio, Bwana. Tunakushukuru, tunakuinua. Yes. Tunakutukuza na tunakubariki. Asante, Katika Bwana. jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yes. Tunabarikisha Kenya yetu. Yes. Tunabarikisha serikali yetu. Ndio, Jehova. Tunaomba baraka na amani Mwenyezi Mungu. Yes. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yes. Inua nchi hii kwa sababu wewe ni Mungu Bwana. mwaminifu. Kile tunakataa ni mbinu na mipango yote mibaya. Shinde kwa jina Tunakataa la roho yote chafu Shinde Mwenyezi kwa Mungu. jina la Kristo. Tunakataa mbinu na mipango yote Shinde shetani kwa anaweza jina la panga. Kristo. Roho yote chafu inaweza Shinde inuka kwa ndani jina ya la Kenya. Kristo. Mwenyezi Mungu tunasema haitafaulu Shinde, na haitaweza Haitafaulu. katika jina la Yesu Kristo, Kristo. mwana wa Mungu. Mkono wako ukiwa juu ya Kenya. Yes. Kenya itapona. Yes. Kenya itaendelea. Yes. Kenya itafanikiwa. Ndio. Mipaka itakuwa na amani. Yes. Kila sehemu ya Kenya itakuwa sawa. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Ndio, Bwana. Ponya wagonjwa wote Mwenyezi Ponya, Mungu. Yesu. Wagonjwa wote kila Waponye, hospitalini. Jehova. Wale wagonjwa kule manyumbani. Yes. Kuna wengine wanaingiza theater saa hii Bwana. Ndio. Kuna wengine wanaendelea na maoperation tayari. Mungu tunawaombea. Yes. Jehova. Baba Mungu wetu ukajidhihirishe kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Ndio. Asante Roho Mtakatifu wa Asante, Bwana. Jehova. Asante kwa sababu ya uweza na nguvu Asante, zako. Mfalme. Wakati huu Mwenyezi Mungu, Yes. tunaenda pia kusikia neno lako. Ndio Bwana. Neno lako ni wewe mwenyewe. Ndio. Ninajua unaenda kunena na watu hawa. Yes. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu tunamkabidhi mikononi mwako. Ndio. Ukampatia ufasaha Yes. wa neno katika jina la Yesu Kristo. Ndio, Bwana. Kile ataongea Yes. kiwe kimetokana na kwako. Yes. Na ukitenda haya Mwenyezi Mungu, Ndio. utukufu na sifa zitakuwa ni zako. Yes. Na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tumeomba na hata tumeamini. Amen. Kila mmoja aseme amen. Amen. Kila mmoja aseme haleluya. Haleluya. Mungu awabariki, Mungu awatende mema kwa sababu ya kupenda stesheni hizi. Stesheni ni mingi, lakini vile umechagua hapa, tunashukuru Mungu sana kwa sababu yako. Mungu akubariki na azidi kukutenda mambo mazuri. Wakati huu nataka kusimamisha mchungaji ambaye anatupatia neno, lakini kabla kuna mchungaji yako hapa upande wangu wa kulia, asalimiane kisha tuweze kuendelea. Karibu mchungaji. Asante Reverend Bernard, Mungu akubariki sana. Baba, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami kwa majina naitwa mchungaji Paul. Tuko hapa siku ya leo na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Naenda mbinguni kwa imani. Mungu awabariki sana. Kwa hivyo ni wakati wako utege neno na Mungu atakubariki sana. Asante mchungaji, Mungu akubariki sana. Wakati huu nampisha Reverend aweze kuongoza. Karibu sana. Asante Endelea. sana mchungaji. Amen. Mungu akubariki sana. Asante. Habari ya leo? Mzuri kabisa. Baridi nakupeleka aje? Inanipeleka sio mbaya sana. Unajua ni msimu wa baridi. Ni msimu ya baridi. Na wazee wengine wanafinyiliwa na Ni baridi. kweli, ni kweli. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ningependa kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo, na ninatumaini mzima. Mungu akubariki sana. Kuna eko mingi hapa. Nashukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo Mungu amekujalia huwa hapo katika runinga ama katika YouTube. Mimi unawatch na simu, mimi unatazama na upande wa Facebook, mwingine anasikiza upande wa redio. Wote ningependa kuwakaribisha katika kipindi cha leo ambacho huwakujia kila Ijumaa. Kwa hivyo kila Ijumaa hii kipindi hukuja katika mwangaza, na poleni sana kuliko watu wa mitambo alichelewa kidogo. Kwa hivyo ndio maana tumechelewa kiasi. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana kwa hiyo nafasi. Kwamba huo unasikiza kila siku, unatazama kila siku. Najua uko na kazi ya kufanya, uko na mengi ya kufanya, uko na shughuli mingi, lakini kwa wakati huu unatenga hii nafasi ndio uweze kulisikia neno.
Kile nataka kuhakikishia kwamba neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo uamini ya kwamba yuko hapa na yuko pamoja na neno lake na anaenda kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo majina yangu naitwa Reverend Mwiti. Nashukuru Mungu sana kwa wapendwa ambao tuko nao hapa, Reverend Kibiego, Reverend Gishoi na hao wengine wako behind the camera, wachungaji wengine wetu wote tukiongozwa na Bishop Wendo Ndimwai, Apostle Kiongo, Teacher Agnes, mtumishi wa Mungu Reverend Madhenge, Reverend Mureithi. Mungu awabariki sana nyote katika jina la Yesu tunaposhirikiana kwa pamoja katika hii kazi ya Mungu. Kwa hivyo ningependa mchungaji Kibiego wewe ndio utasomea neno leo, kitabu cha Yohana 5. Yohana 5. Asante. Mchungaji ananiambia Biblia yangu iko na tunamba tudogo na yeye miaka imesonga. Yake inakuanga na namba kubwa. Wewe uko sawa. Tuko nyuma hapo mbamba. Kwa hivyo tutasoma. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana chapter number 5 mstari ni wa kwanza. Baada ya hayo kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akaenda Yerusalemu. Huko Yerusalemu karibu na mulango uitwao mulango wa kondoo, kulikuwa na bwawa la maji liitwajo kwa Kiebrania Bethisada, ambapo kulikuwa na mbarasa 5 zenye matao. Humo mbarasani mulikuwa na wagonjwa wengi wamekaa, vipofu, viwete na waliopooza na wengi. Walikuwa wakingojea maji yatibuliwe. Maana mara kwa mara malaika alishuka majini nyakati fulani na kuyatibua. Mtu yoyote aliyekuwa wa kwanza kuingia ndani ya maji baada ya kutubuliwa kwa maji alikuwa anapokea uponyaji hapo, na walikuwa wanapona ugonjwa wowote waliokuwa nao. Basi hapo palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 38. Naye alipoona huyo mtu amelala hapo na kujua kwamba alikuwa amekaa hapo kwa muda mrefu, akamuuliza, "Je, wataka kupona?" Naye akanjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunipeleka majini wakati anapotibuliwa. Kila nikijaribu kuingia, mtu mwingine unitangulia." Yesu akamwambia, "Inuka, chukua mkeka wako na utembee." Mara huyo mtu akapona, akachukua mkeka wake akatembea. Jambo hili lilifanyika siku ya Sabato. Kwa hiyo baadhi ya watu Wayahudi na Wayahudi wakamwambia huyo mtu aliyeponywa, "Leo ni Sabato, si halali kubeba mkeka wako." Haleluya. Amen. Tumesoma maandiko katika kitabu cha Yohana mlango wa 5 kuanzia hapo 1. Ndio. Nimesoma mistari kadhaa. Yes. Na katika hii mistari kadhaa ni kahadithi fulani. Na nimeona nimsome yote hadithi bila ilivyo, hata kama hatujamalizia. Ndio uweze kuelewa. Yes. Lakini ujumbe wangu siku ya leo ambao Mungu amenipatia siku ya leo ni kwamba ile shindo umekuwa naye imekosa mtatuzi, Yesu ataitatua. Amina. Haijalishi imekaa miaka ngapi, haijalishi imechukua muda gani, haijalishi umekosa hata mtu kukushika mkono. Ndio. Haijalishi Yes. umeishi na hiyo shinda imekuhangaisha kiwango gani. Ndio. Lakini kile najua ya kwamba kwa sababu Mungu anaweza. Yes. Na orende tumeona katika haya maandiko ya siku ya leo, na wewe ukisikiza neno la leo waamini ya kwamba Mungu ako na uwezo. Amen. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema baada ya hayo
Yesu alikuwa mahali kwingine. Yes. Alikuwa anafundisha. Ndio. Na alikuwa anafanya miujiza. Yes. Sasa kumaliza hayo, maandiko anasema haliteremuka mahali kulikuwa na mbwawa fulani. Yes. Lilikuwa linaitwa Bethsaida. Yes. Ama Bethsaida. Ndio. Pale Bethsaida, Yes. kulikuwa na wagonjwa wengi sana, kulikuwa na watu wengi sana, kulikuwa kiwango ambacho Ndio. watu ambao kulikuwa na bingilio 5. Yes. Yaani kulikuwa na ngeti 5. Ndio. Yes. Mahali kumewekwa ngeti 5 na si watu kidogo wako hapo. kweli. Na sio milango, ni ngeti 5. Geti 5. Kulikuwa na ngeti 5, mchungaji Kishoi. Yes. Mahali kuna mangeti, unasikia ngeti ni kama Kasarani. Yes. Kasarani ndio sasa kuna mangeti. Yes. Kwa hivyo kulikuwa na ngeti 5 za kuingia mahali pale. Yes. Na maandiko yamesema Yes. ndani yake kulikuwa na bwawa la maji. Yes. Na katika lile bwawa la maji Ndio. kulikuwa na wagonjwa wa kila aina ya magonjwa, Ndio. wakiongezewa viwete Yes. pamoja na vipofu. Ndio. Kwa hivyo kila aina ugonjwa, wagonjwa kila aina ya magonjwa, Yes. hata yale hayana ndawa, yale alikuwa ameshinda daktari, Ndio. yale alikuwa ameshinda waganga, Ndio. yale alikuwa ameshinda kila kitu, bado walikuwa pale. Alikuwa Yes. pale. Maandiko yametuambia Yes. Aha. malaika alikuwa anakuja kwa wakati fulani. Ndio. Yaani ukisikia wakati fulani Yes. ni wakati haujulikani Ndio. na wakati hautarajii. Yes. Aha. Na ujui atakuja lini. Ndio. Lakini anakuja kwa wakati fulani. Ndio. Na akienda atibue yale maji, Aha. mtu wa kwanza kuruka kwa hiyo maji Yes. alikuwa anapona hapo hapo. Papo hapo. Kwa hivyo malaika alikuwa na limitation. Ndio. Yaani akikuja hata kama watu ni 10,000, Yes. ni mtu mmoja tu atapona Peke Yes. yake. peke yake. Peke yake. Aha. Kwa hivyo na usisahau hapa kuna viwete, Yes. Ndio. kuna kipofu. Yes. Hapo. Kipofu haoni. Haoni. Kuna mtu amegojeka malaria pale, Ndio. Yes. mwingine amezubuliwa na typhoid, Ndio. Yes. mwingine minyoo, Ndio. mwingine ni ugonjwa mimbi ya kuendesha, Yes. lakini hao wanaweza tembea. Anaweza tembea. Haya, kuna mwingine ako na macho Yes. na sio kiwete, Anaona labda pale. ako na ile ilikuwa inaitwa ukoma. Yes. Ukoma ilikuwa inakata pindole, kwa hivyo yenge suia huyo mtu kukimbia. Sasa usisahau kuna kiwete Yes. anaona yakitibuka Yes. na ana mtu wa kumrusha pale, na yeye ameketi hapo. Na ameketi hapo. Na hapo kuna kipofu haoni. Yes. Kuna mtu amefika ile inaitangwa inikoma. Yes. Yaani mtu anjijui na anjielewi. Hajielewi. Wamebebwa na mikeka wako pale. Hapo. Yes. Sasa Biblia inasema Ndio. kila wakati malaika anapokuja Yes. akitibua maji, Yes. Ndio. wa kwanza kuruka ndani Yes. alikuwa anatoka akisema haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo huyu mtu naye tumesoma habari yake. Biblia inasema Yes. Yesu alipotembea pale Yes. akagundua Aha. kuna mtu amekaa miaka 38. Yes. 38. Yes. 38 years, Pastor Keshoi, Si Ndio. kidogo. si 38 years ya kuzaliwa. Ah. Tangu aletwe pale Hapo. na watu hao walimtupa pale, Ndio. kwa sababu maandiko inasema Yes. kwa hao watu wote Ndio. Yesu alipogundua shinda ya huyo mtu Ndio. amekaa hapo miaka 38, hajawahi rushwa kwa maji, Ndio. hata hajawahi pata wa kumrusha kwa maji. Yes. Hata watu wao walikuwa wamemwacha. Yes. Ndio. Juu aliambia Yesu, Aha. mimi wengine malaika akitibua maji Ndio. sina wa kunibeba anirushe kwa maji. Naliruche pale. Kwa hivyo ile siku alipooza mchungaji, Yes. hiyo siku Yes. yule alizaliwa hiyo siku, Ndio. akipona alikuwa na miaka 38. Huyu ni mtu mzima, ako na familia Kubwa. kama ni mwanadada hata ashaitwa shushu. Hiyo ni chocho kabisa. Ona sio sana. Amen. Maandiko yanasema Yes. Yesu alipoingia katika hiyo barasa Yes. ilikuwa na watu wengi hawezi hesabika, lakini maandiko yanasema alipomtazama huyo mtu akamhurumia. Ndio. Haleluya. Hallelujah. Watu wao walimwacha, Yes. ndugu zake wako Yes. lakini walimwacha, Alimtupa hapo. dada zake wako Yes. lakini walichoka na yeye. Ndio. Kiachwa na yeye.
wazazi wake wako, lakini walichoka na yeye. Ndio. Watoto wanaomuita mjomba wako, lakini walichoka na yeye. Ndio. Yesu alimuuliza, unataka kupona? Sasa alifikiria huyu mtu anamuuliza ndio malaika akikuja amrushe kwa maji. Ndio hakuwa anajua ni nani. Akamwambia, yes, lakini sina mtu. Imagine. Hiyo familia yao ilikuwa kubwa, lakini ana mtu kumrusha kwa maji. Kama ile hali unapitia leo mpendo mtazamaji. Yes. Wewe mpenzi mtazamaji. Yes. Labda umetengwa mpaka na watu wenu. Yes. Labda umetengwa mpaka na wale wanakujua. Ndio. Labda umetengwa Kutengwa. mpaka na watu wa damu yako. Yes. Labda umetengwa Yes. mpaka na watoto wako. Ndio. Labda umetengwa mpaka na ndugu na dada zako. Oh yes. Umetengwa Umetengwa. mpaka na marafiki zako. Oh yeah. Umejikuta uko peke yako. Ndio. Wanakutoroka kwa sababu ya shinda. Oh yes. Hata kama wamekutoroka, Ndio. hata kama wamekuacha, Yes. hata kama wameona kana kwamba unanuka, Yes. hata kama wameona wewe ni mzigo, Ndio. siku ya leo, Leo. siku ya leo, Leo. Yesu anashuka juu ya maisha yako. Oh. Hiyo shinda Ndio. imekusumbua Ndio. hiyo miaka yote, Ndio. hata itatua Yes. na dakika moja. Moja. Yes. 1 minute. Haleluya. Hallelujah. Hawa watu walitenga ile jamaa, Yes. walikaa kando na yeye, Yes. lakini Yesu hakumweka kando. Ndio. Yesu hakumweka kando. Yes. Hata wewe siku ya leo, Yes. kuna watu wamekaa kando na wewe. Ndio. Kuna watu hata akikuonea kwa ile barabara wanapita hii ingine. Yes. Kuna watu wakiona simu yako, Oh yes. wanaweka simu kando. Yes. Kwa sababu umekuwa shinda kwao. Ndio. Yesu anatatua hiyo shinda Yesu leo. atatatua. Yesu atatatua hiyo shinda leo. atatatua leo. Kama vile alitatua shinda yule jamaa, Yes. hata yako leo Inatatuliwa. ataitatua. Inatatuliwa. Yes. Hallelujah. Huyu jamaa Yes. Yesu akamuuliza, Ndio. wataka kupona? Eh. Swali very simple. Very simple. Naye akaanza mambo mingi. Mastori Mastori mingi. Sina mtu wa kuniponya. Sijui nilikuja hapa kitambo. Yes. Sina mtu wa kunirusha kwa maji. Malaika anapokuja, Yes. labda aliona kana kwamba Yesu ako na kichaa. Kwa sababu hata mwenye anamuuliza nataka kupona, Ndio. ajui malaika ataingia saa ngapi na maji itatubuliwa saa ngapi. Ndio. Labda hiyo maswali aliishi kuulizwa pale. Lakini hiyo siku hakujua ya kwamba Ndio. amepatana na mtu tofauti. Oh yes. Amepatana na mtu tofauti Ndio. na wale wengine wamezoea. Yes. Kwa hivyo hata siku ya leo, nimekuletea ujumbe leo. Leo. Ule kiwete aliponywa wakati wake. Ndio. Sasa ni wewe. Wewe. Sijui uko na uwete ina gani. Ni wewe. Labda ni uwete wa kukosa pesa. Ndio. Labda ni uwete wa kukosa kazi. Ndio. Labda ni uwete wa magonjwa. Ndio. Labda ni uwete wa kupigwa vita. Ndio. Labda ni uwete wa kunyang'anywa mali. Ndio. Leo hii, Leo. leo hii, Leo. leo hii, Leo. hata kama ni uwete wa ndoa imevunjika, Yes. leo hii Leo. Jehova anabadilisha. Leo hii Leo. Jehova anabadilisha. Leo hii Leo. haijalishi Yes. unapitia shinda gani, Ndio. hauna mtu wa kukushika mkono. Hauna. Yesu ako hapa, hapa. atakushika mkono leo. Ndio. Shika mkono. Yes. Wende ikawa umetembea Yes. kwa kampuni kadhaa, Ndio. umetafuta kazi, Ndio. umekosa kazi. Yes. Leo Leo. hautahitaji godfather. Ah. Yesu atakuwa godfather wako. Ndio. Yes. Wale ulitarajia Yes. wakusaidie, wakushike mkono, wakuvukishe mahali fulani, Yes. wamekuachilia. Ndio. Hata kama wamekuachilia, Yes. Yesu hajakuacha. Yes. bado. Amenituma kwako leo, Leo, nikuletea leo. habari njema Yes. ya kwamba anakupenda. Anakupenda. Na kwa sababu anakupenda, Yes. amekuja kwako. Yes. Atatoe hiyo shinda. Yes. Atoe kitambaa chake, Ndio. akupanguze hiyo machozi, Ndio. hiyo kilio Yes. ambao umelia miaka mingi, Yes. aibadilishe Leo. Ibadilike. iwe furaha. Yes. Katika jina la Yesu. In the name Amen. of Jesus. Haijalishi. Ndio. Unajua mchungaji, Yes. ukiwa na Mungu Ndio. ni vizuri kuliko ukiwa na binadamu. Mbali sana.
ni vizuri kuliko ukiwa na marafiki na binadamu ambao leo atakusaidia kesho akuongee. Ndio. Leo atakupea kiatu, ukitembea anaonyesha watu ile kiatu. Ndio. Ni mimi nilipea Pastor Kibio. Ndio. Ile kanjaketi hata ni yangu. Ndio. Hata hiyo koti amevaa si yake. Ndio. Ni yangu. Ndio. Nimempea. Na mimi hata anaongea na ujasiri, anachuna mtu pale Kando. kando. Sasa mwenye amekuona na hiyo koti anafikiria ni yako. Umenunua koti simati. Yes. Lakini kumbe kuna mwingine anakuongea huku kando. Ndio. Unaweza sikia aje mchungaji? Ni vibaya. Aya. Vibaya sana. Kama binadamu naweza kutuma Pastor Kishui. Nikwambie shika hii mzigo pelekea Pastor Kibieo. Ndio. Unaweza kosa kufikisha. Ama Uniambie hata alikufa kitambo. Hata sijawahi muona. Kweli. Lakini mlikuwa na yeye. Lakini unataka kuinjia kibaraka yake. Lakini kwa Yesu Ndio. huwa ulizangi njia. Yes. Yeye anakujua. Yes. Mpaka kwenu. Hata kule utaishi miaka inakuja. Ndio. Yeye mwenyewe anajua. Kwa hivyo anajua kwenu. Yes. Anajua kila kitu. He knows. Aulizi barabara. Yes. Kwa hivyo kama ni baraka anakuja direct kwako. Yes. Kama hapa tumesoma maandiko yamesema Ndio. ati Yesu alipoingia ndani ya hiyo mbarasa Yes. na ilikuwa na geti 5. Ndio. Kwa hivyo hao watu walikuwa zaidi ya 50,000. Ndio. Lakini alipoingia Yes. alienda direct Direct. Yes. kwa mtu mmoja. Moja. Juu alimjua. Ndio. Hata alijua amekaa hapo miaka 38. Alijua. Hata akimuuliza unataka kupona anaanza hapa na pale. Alijua. Yesu alijua. Yes. Hiyo alikuwa anajua. Yes. Kwa hivyo alienda direct. Yes. Direct. Namuuliza unataka kupona? Aha. Jamaa akaanza vituko. Unajua? Hata watoto wangu sijawaona. Hata nilitupwa, hata bibi alienda akaoleka. Ndio. Si ushakuwa kiwete? Bibi akaenda. Akaenda. Mchungaji. Na akaoleka. Akaenda njueni Ni kiwete. Watu wao wakamwacha. Ndio. Lakini hakujua ako na master. Aha. Hakujua ako na mponyaji wa waponyaji. Waponyaji. Hakujua ya kwamba ule anaongea na yeye Yes. ni yeye anatumanga huyo malaika. Yes. Hata akitaka kuambia huyo malaika asikuje, Ndio. anaweza mwambia Na siende. usiende. Haleluya. Mfalme wa Nifia tu wafalme. maji moto hapo. Mfalme wa Anaweza mwambia usiende. Yes. Bwana asiye sana. Amen. Lakini alipomtokelezea Ndio. wakaongea. Yes. Hakumwambia mambo mingi. Ndio. Aliona huyu jamaa hata wakiongea Ndio. akona history. Umeikaa unakuwa na history ya mashinda. Yes. Sinakuwa yani mingi. Ndio. Unakuwa na history ya mashinda. Ndio. Uendelea kidogo pia. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Umesikia neno. Yes. Neno ni hilo. Yes. Ya kwamba haijalishi. Yes. Umekaa na hiyo shida yako miaka ngapi. Mungu alikuwa anajua. Yes. Na alikuwa amepanga. Ndio. Kama vile amepanga siku ya leo. Yes. Iwe ndiyo siku yako. Ndio. Siku hii. Yes. Iwe ndiyo siku yako. Ndio. Pengine jana. Yes. Haukutembelewa. Yes. Pengine juzi haukumuona. Yes. Lakini siku ya leo. Ndio. Hii ndiyo siku yako. Yes. Hii ndiyo siku yako. Yes. Umeenda interview mingi sana lakini haukufaulu. Hii ndiyo siku yako. Ndio. Hii ndiyo siku yako. Yes. Jiandae leo. Yes. Kwa sababu siku ya leo Yes. sio hiyo siku ya jana. Yes. Siku ya leo Yes. ndiyo mwaka wako wa 38. Ndio. Kwa hivyo leo jitayarishe, kwa sababu mfalme Yes. wa wafalme Ndio. amekumulika leo Ndio. na jicho lake. Yes. Na akipatana na wewe leo, Yes. maisha haitakuwa ya kawaida tena. Yes. Maana ninajua kitu kimoja. Yes. Wakati Yesu alipata huyu jamaa Yes. baada ya 38 years, Yes. hivyo ni kumaanisha ya kwamba Ndio. vile jamaa alifanyiwa na Yesu, Yes. alikaa kama kijana mdogo. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Pengine hali yako umekaa katika hali mbaya sana. Ndio. Mpaka unashindwa kama utarudi katika ile hali ambao huwa unaona watu wengine. Yes. Huwa unatamani watu wengine kuwa. Ndio. Pengine unatamani kuwa na kitu fulani ya mtu fulani. Yes. Pengine unatamani kanyumba kazuri. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu ya hali yako ya mapato, Ndio. kwa sababu pengine ya hali yako ya ukosefu wa kazi, Yes. unaishi tu kutamani. Yes. Lakini kufikia inakuwa Yes. inakuwa bado. Bwana Yesu Ndio. asifiwe. Amen. Huyu kiwete akakaa pale. Yes. Akaona wengine wakifanyiwa. Watu wanakuja hata nyuma yake. Malaika anakuja anatibua maji.
Ndio. Wao watu wanapona. Yes. Yeye anabaki mahali pale. Yes. Nataka nikuambie siku ya leo, Yes. uliwachwa na watu wengi. Ndio. Uliwachwa nyuma. Yes. Uliwachwa umelalamika sana. Yes. Ya kwamba watu wamekupita. Ndio. Ulikuwa umesoma zaidi. Yes. Hauna kitu mikononi. Yes. Vijana wamesoma juzi. Yes. Wamekupita. Yes. Unawaona wakiendesha pengine magari makubwa. Ndio. Na wewe tu umekaa pale chini. Yes. Nataka nikuambie, Yes. Mungu akimalizana na miaka 38. Yes. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Siku ya leo, Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile umekuwa umetamani miaka yote, Yes. Mungu anaenda kukufanyia. Ndio. Huyu mzee baada ya miaka 38. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ninajua mchungaji, Ndio. huyu mzee alipitwa na mambo mengi sana. Kweli. Alipitwa na mambo mengi. Ndio. Pengine hata watoto wengine walisoma na wao wakienda maudhoni na maharusi ya watoto wao. Yes. Yeye hakuwa amepata nafasi ya kufanya hivyo. Labda hata mashamba yake iliuzwa kitambo. Iliuzwa. Ndio alienda akatupa Si pale. ndio? Alienda. Na unajua watu ukienda kwa sababu ya shida, watu wengine hata kama ni wa familia ndio huwa wanachukua advantage. Hapo wanachukua advantage. Ndio. Wanasema shikashamba kake kalikuwa haka kananyakuliwa. Watoto wake walikuwa hawa wanaenda. Bibi yake alikuwa huyu anaenda. Na unajua labda ni bibi alienda na rafiki wa karibu sana. Si ndio? Akamwambia wachana na yule. Wachana na kiwete. Wachana na yeye huyo jamaa. Hatarudi. Hatarudi. Ndio. Kuna wengi wamesema Ndio. maisha yako haitarudi. Yes. Kuna wengi wamekuongea mabaya. Ndio. Kuna wengi wameongea wakiwa kwa mgongo yako. Ndio. Wanakunyoosheana. Yes. Vile tabu imekumaliza. Yes. Lakini siku ya leo, Ndio. Yesu mwana wa Mungu, Yes. Mungu wa mbinguni, Yes. siku ya leo Yes. ameona hiyo tabu. Yes. Ameona hiyo shida. Yes. Ameona hiyo mng'ang'ano wa maisha. Yes. Na leo Leo. anabadilisha maisha yako. Yes. Siku ya leo, Leo. maisha yako inabadilika. Leo. Siku ya leo, Siku ya leo. baada ya miaka 38. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Tena hautagoja kusukumwa na watu. Yes. Hautagoja kusukumwa na watu. Hakuna. Yesu akikuja, Yes. anamalizana na shida yako papo Hapo, hapo. Permanent. hapo. Na ni ukweli juu alimwambia chukua mkeka Ndio, na uende. na uende. Yani just that. Hivyo tu. Na jamaa naye akachukua mkeka na akaenda. Na akasonga. Juu Biblia inasema hapo mbele Ndio. alikutana na watu wakamsimamisha. Wanamuuliza Wewe. leo ni sabato. Ehe. Imagine watu wanakosa kuona jamaa amepona. Pona, wanaona siku. Leo ni sabato. Leo. Haya. Kwa nini umebeba mkeka? Naye nampendea kitu moja. Kutii. Kutii. Yeye aliwaambia Ehe. aliyeniponya Ehe. ndiye aliniambia nibebe mkeka Na nisonge. akaulizwa ni nani huyo. Yes. Akasema hata simujui. Ndio. Lakini aliniambia tu beba mkeka Keka na usonge. uende. Hey. Kwa hivyo kuna watu Ndio. hata ukibarikiwa Ehe. na shinda ikikatatuliwa Ehe. hawatafurahia. Yes. Kwa Hawatafurahia. sababu hao watu walimjua. Walimjua. Waliishi kujua ni kiwete. Wanamjua. Wengine tangu wazaliwe Yes. walimkuta akiwa kiwete. Yes. Lakini badala washangae Yes. mbona leo amebeba mkeka imeendaje akaponywa. Wao wanaangalia siku. Wanaangalia sheria. Ndio. Haleluya. Haleluya. Yani, mchungaji. Yani kuna watu hawezi furahia baraka yako. Kweli. Hawezi. Hawezi. Kwa hivyo usione watu wakikuchekesha chekesha pale. Uone kama hawa watu wanakupenda sana. Sio wote. Huyu mzee walimjua kwa sababu Walimjua. anamuuliza vizuri sana. Yes. Si ni wewe tulijua. Ulikaa pale. Bona unatembea tena kwa hii siku. Kwa hiyo siku. Kwa hii siku. Yani hawaoni huyu mtu kuna kile Mungu amefanyia. Hawaoni. Yani hauoni mazuri Mungu ametenda ndani ya maisha yangu. Hata wengine pastor Eh. walikuwa na wagonjwa wao. Ndio. Unajua ile maji ilikanga unakaa rendi kila saa. Uko- Kama wako kwa ngondoro mmeshika hivi mnakaa hivyo. On toes. Sasa ile tu maji itafanya hivi. Wa kwanza. mtu. So waliishi wakiuliza. Ndio. Huyu hata anjitoi hapa. Anjitoi Anajiendea choo hapa. Hapa. Amuki hapa. Amuki. Haezi fika pale. Hawezi. Yaani walikuwa wameona ni useless. Useless. Na hata hawaipona. Ndio. Lakini walishangaa. Walishangaa. Amesimama. Amebeba mkeka hapa. Lakini kuliko waseme ni kiwaru wakaanza kumuuliza leo ni sabato. Leo ni sabato. Mbona unabeba mkeka? Bona.
Haleluya. Naye akawaambia aliyeniponya Ndio. ndiye ameniambia nibebe. Ndiye amefanya hii kazi. Kwa hivyo hata mpendwa, Hata wewe amini. amini Mungu. Leo hii Mungu atakutendea. Leo. Hata kama ulitengwa, hata kama uliachwa, hata kama watu wenu walikuacha, leo hii Jehova atakutendea. Leo hii Jehova atakubariki. Leo hii Jehova atabadilisha maisha yako. Hiyo kilio ya miaka mingi inaenda kuondolewa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Yaani inakuwa umeng'ang'ana mpaka mchungaji unaweza ng'ang'ana na maisha. Unajaribu kusukumana na hii maisha haisongi. Umekufa moyo. Hauoni kama inaweza tembea tena. Hakuna kitu kizuri chako kinaonekana. Sio familia, sio kazi, sio biashara, sio mifugo. Yaani kila kitu iko stagnant. Lakini leo Mungu akisema amesema. Amesema. Na Mungu akikujia haijalishi ile muda umeumia, haijalishi hiyo muda, haijalishi. Watu acha mtu wakati wa shida. Ni kweli. Ukisoma kitabu ya Ayubu, ndio hakuna mahali kutoka mwanzo kuna tajangwa ndugu zake na dada zake. Hakuna. Lakini alipomaliziwa kila kitu, ni marafiki walikuja kuishi naye. Kuna mahali umeiona kumeandikwa ndugu na dada? Lakini usisahau alikuwa nao. Walikuwa. Ukimalizia kitabu, wakati amebarikiwa, amerudishiwa mali maradufu. Hiyo chapter 42 maandiko inasema ndugu za Ayubu na dada zake walikuja kusherekea pamoja. Kusherekea wakati wa shida hakuwa. Walikuwa wapi wakati wa shida? Walikuwa wapi? Ile amerudishiwa kila kitu. Ati walikuja wakajiunga naye washerekee pamoja. Baraka za Mungu. Kwa hivyo kwa hii dunia hakuna mtu hawezi kuacha. Hakuna. Na wakati wa shinda watu wengi wanaachiliwa kabisa. Kwa hivyo mpendo mtazamaji, umesikia neno la Mungu. Huyu mtu alimtambua Mungu. Na ndio Mungu naye akaweza kumponya. Kwa hivyo naye kama uko hapo na hujaokoka na ungependa kuokoka siku ya leo, ningependa tu uinue mkono wako uelekeze kwa runinga. Rundia ili ombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi na makosa yote yale nimetenda. Naokoka leo. Na unitenganishe na marafiki wabaya. Uniundie marafiki wameokoka. Wale watanionyesha njia ya haki na ukweli. Kwa jina la Yesu nimeokoka na nimeamini. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru Bwana manjeshi kwa wema wako, kwa fadhili na kwa utukufu wako. Ni asante kwa ajili Baba ya mtazamaji ambaye amesikiza hii neno na amekubali leo kuokoka. Naomba umsamehe dhambi na makosa yote. Umuokoe na umdumishe katika neema yako. Baba, ukamsaidie Baba awe na marafiki watakao msaidia kuishi katika njia za haki hadi atakapopata uzima wa milele. Pia naombea watazamaji wote ambao wako hapa Baba wametazama hii kipindi. Wako na mashinda mingi Jehova. Wengine wako na mashinda kama ule mtu Jehova. Hawana mtu kuwashika mkono. Wakienda kutafuta kazi kwa kampuni hawapati kazi kwa sababu hana godfather. Wakienda mahali Jehova weke biashara haiendelei kwa sababu kuna roho imewafuata. Wengine wanatafuta kazi hawapati. Wengine wanatafuta watoto hawapati. Wengine maisha yao Baba imeenda chini. Naomba siku ya leo vile ulibadilisha maisha yule mtu na sekunde kadhaa, Baba wabadilishie maisha katika sekunde chache. Baba, ikifika Jumapili washuhudie yale umetenda katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kwa huo wakati wote na kulisikia neno la Bwana. Najua litafanya kazi juu ya maisha yako. Kwa hivyo Mungu akutendee leo na vile Yesu alitendea huyo mtu akutendee katika maisha yako leo. Kilio umelia miaka mingi akupanguze machozi leo na akubadilishie maisha na siku moja katika jina la Yesu. Nafasi hii tunairudisha kwa wana studio na namuona